Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha wote kuwa wazima kuweza kufika hapa. Nitakuja kusema mwisho kwenye kutoa zawadi, umenielewa vizuri eh? Lakini ni waombe, mchezo ni furaha, au sio? Au sio jamani? Mchezo ni nini? Ni furaha Na ndio maana hata mimi nilipoambiwa nidhamini mchezo huu tangu mwanzo wala sikukaidi. Mmenielewa vizuri? Tangu nimeingia ubunge, hii itakuwa ni mara ya pili kudhamini hizi mechi. Kuna kipindi tulicheza kombe la mbuzi kama sikosei, miezi ile ya uchaguzi, na leo niliambiwa kombe ng'ombe. Mshindi wa kwanza apate ng'ombe, mshindi wa pili apate mbuzi. Hicho ndicho nilichoambiwa, na nikasema mimi sitaki ninunue ng'ombe awe mbuzi. Kuna kombe kuanzishwa hapa, watu wakaambiwa ng'ombe mzuri, kikaja kaletwa kibuzi, yaani ng'ombe lakini mdogo. Ndio maana huyu bwana nikamwambia nunua ng'ombe hata kama wa milioni 2, lakini awe ng'ombe mkubwa ili watu wafanyaje, wafurahi. Na nikasema nitawaongezea, ukiacha hiyo ng'ombe, nikasema kila timu itakayoshiriki, subiri basi, ng'ombe subiri, nikasema kila timu itakayoshiriki nitawaongezea miezi. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo maana yake hapa, ukiwa mshindi wa kwanza utachukua ng'ombe na jezi. Tumeelewana vizuri? Huyo wa pili atachukua mbuzi na jezi, na wengine wote, timu zote zilizoshiriki. Na bahati nzuri nishaziweka, niliambiwa timu 16. Tena nimewachukulia zile jezi za kisasa kabisa. Sasa mimi ninachokitaka mnifurahishe. Kuna kipindi hapa Kijibweni tulianzisha ligi, alafu watu wakaja kupigana pesa. Nikiwa mimi mbunge miaka ile, nikaachana tena na mambo ya kuanzisha ligi. Sasa mara hii kinifurahisha, Mheshimiwa Diwani kana, ili mimi nifurahi, maana yake chezeni fair play. Si umenielewa vizuri eh? Maana naambiwa jana timu hazijalala. Saidi, timu yako nikaambiwa mmelala mahali kwa ajili ya leo, na dalili nimeziona hapa. Timu zimeanza kujificha kule misituni. Jamani, mmenielewa vizuri? Kwa hiyo msicheze kama ni maadui. Bahati nzuri nyie nyote ndugu zangu, uongo mkiumizana hapa, atakayepata tabu ni mie. Unanielewa bwana we? Mkiumizana hapa, atakayepata tabu ni nani? Ni mie Saidi bwana, unanielewa? Maana wewe mtoto ndugu yangu kabisa, wewe wa damu, na takriban nyote ni ndugu zangu wa damu. Halikadhalika nyie hivyo hivyo, au mnakataa kwamba Sadifa sio kaka yenu? Hatukatai. Maana yake nyie nyote ni ndugu zangu, au sio? Atakayepata tatizo yoyote, maana yake wa kumpeleka hospitali itakuwa ni mie, wa kugharamikia ni mie, kila kitu itakuwa ni mie. Sasa ili mnifurahishe, na bahati nzuri nyie maskani nyie wanakaa pale ninacheza keramba, au sio? Si wanawafunga, maana yake ni marafiki zangu kweli kweli. Sasa ili mnifurahishe, msije mkaumizana nyote, ili mnifurahishe msije mkaumizana. Sijui mnanielewa? Narejea tena, ili mnifurahishe msije mkaumizana. Ng'ombe ni kitu kidogo sana,
kwangu. Mkinifurahisha, maana yake huko tunakoelekea tutakuja kuweka mechi, tutakubaliana tu hapo, tuweke gari gani, sijui tunaelewana vizuri. Kwa hiyo leo mnifurahishe, mcheze mchezo wa kistaarabu, msiumizane. Leo mkiondoka hapa kama nilivyosema, mshindi wa kwanza, na kwa dalili njema nilizokuwa nazo, na mimi napenda sifa. Kwa hiyo leo hapa mtaondoka na ng'ombe atakayeshinda wa kwanza, jezi na mchele, maana nataka tukapige mpunga. Unanielewa? Na atakayeshinda mbuzi, maana yake ataondoka na mbuzi, jezi na mchele, ili twende tukapige nini vizuri. Tumeelewana vizuri hapo? Na tukimaliza hizi tutakubaliana muda gani tuanzishe ligi nyingine. Muhimu ni nini? Ustaarabu. Jamani, baada ya hayo machache, mimi sasa nataka nione hapa. Tena nimekuja na mgeni wangu hapa, nikaambia nataka ukaone vijana wa Donge, vipaji vya Donge. Huyu ni mheshimiwa diwani anaitwa Aziza Suwedi. Tumeelewana vizuri? Nilikuja na mheshimiwa diwani wetu pia, na yeye nikamwambia twende tukaangalie mechi vijana wa Donge leo, wakatupe burudani, angalau tutoe stress za siasa. Asanteni sana.